Asante sana, karibu tena kwa awamu ya tatu na ya mwisho katika kipindi hiki cha Dau la Elimu, ambapo basi ningependa moja kwa moja tuende kwake Jonathan Wesaya. Kabla kwako Jonathan Wesaya, kuna simu. Hello. Hello. Hujambo ndugu yangu? Habari zenu jamani? Salama tunashukuru. Nani mwenzetu bwana? Mimi naitwa Edward. Edward nani? Edward Rioba. Edward Rioba. Na kumutia hii simu kutoka Nairobi. Aha. Mimi nilikuwa nimefuatilia mdahalo. Naam bwana. Nilipofuatilia mdahalo, ndio nimeona ni mzuri, lakini ndio kulingana na jinsi wanavyosema kwamba mtaala una change, ndio sijaona mabadiliko ya aina yoyote, isipokuwa imekuja system ya P what and G and whatever. Kitu ninachotaka kusema ni hivi. Kwanza tukubaliane, nakubaliana huyo bwana watatu kutoka mkono wako wa kushoto anasema, huyu bwana andika huyu. Huyo wa mwisho, huyo mkono wako wa kushoto anasema ndio watoto wanakwenda darasani wakiwa wadogo sana. Hilo kwanza tukubaliane. Ndio. Na lawama hizi zote tunawapelekea kwa sababu wazazi wanaogopa kukaa na watoto wao. Hiyo ni moja. Mbili, wazazi wengi hawashirikiani na walimu, na ndio maana mara nyingi unaona watoto wengi wanafeli mashuleni. Mimi nakumbuka wakati tunasoma shule za msingi tulikuwa tuna kazi moja inaitwa handwork, kazi ya mikono. Kweli kabisa. Ni nini kilibadilika? Hiyo kazi haikuwepo. Ndio. Na hata mitaala ambayo inabadilishwa saa hizi, hayo ndio masuala yanafaa kufikiria zaidi, kwa sababu watoto wetu waliozaliwa kuanzia mwaka ya 90 kuja huku, asilimia kubwa ya watoto hao hawataweza kuwa na maisha kwa sababu hawakufunzwa hivi vitu mapema. Ndio. Na wazazi ninapenda kuwaonya hivi, washirikiane. Unapomkabidhi mwalimu mtoto asubuhi anarudi jioni, mheshimu mtu anayekutunzia mtoto wa namna hiyo. Ndio. Sasa swali lingine linakuja kwa nyinyi ambao mnatunga mitaala hii. Mimi nina watoto wanasoma shule karibuni 4 tofauti Nairobi. Naam. Kwa nini walimu wanaagiza vitabu fulani vinunuliwe mwaka huu? Mwaka huo mwingine vitabu hivi havifanyi kazi. Ndio. Nyinyi kama wataalamu wa elimu hii, hamuoni kwamba wazazi hawa mnawanyanyasa kifedha ili nyinyi muungane na wale makateli ili muweze kufanya biashara? Ndio. Neno hilo mmewaumba wazazi wengi sana. Nakuta mwaka huu vitabu vinanunuliwa havifanyi kazi, au shule moja inaagiza mtoto vitabu vya hesabu 3. Sasa ukashinda hivi vitabu vyote vya hesabu 3, wanaenda kuvisomaje vyote 3? Naweza nikazitaja hata shule hizo, lakini siwezi. Hapana, usitaje tafadhali, usitaje. Usitaje. Sasa vitabu vya hesabu au vitabu 3 vya English, hivi wanaweza kuvisomaje watoto vyote darasa la 7 au darasa la 6? Tunaomba masuala kama haya tujue, ni nyinyi mnashirikiana na makateli wa nchi hii kunyakua wazazi pesa kwenye mifuko. Asante sana ndugu Rioba, muda hatuna, ningependa uendelee sana, lakini nashukuru sana manake mambo yako tumeyapata vizuri na tutashughulikia, mtajibu maswali yake. Manake amezungumza kuhusu masomo ya chekechea, handwork ilienda wapi, walimu wanashirikiana na cartels, mambo kama hayo. Kwa hivyo labda ungependa kusema? Labda niseme tu ya masomo ya shule ya chekechea, ya kwamba vile Jonathan alikuwa amesema ni kwamba hawa watoto wadogo chini ya miaka 3 hawastahili kukua shule kusoma. Unapoenda nasari nyingi utawapata hata miaka 2 wako hapo. Hawa watoto wanastahili kupata vifaa vya kuchezea. Wazazi wao ama caregivers wafundishwe ni jinsi gani watasaidia wa watoto waweze kugain zile skills zitawasaidia kutangamana na wengine. Labda kuna wale wanaingia katika mashule, utapata kuna daycare center. Ndio. Ambazo zimechukua watoto wa miaka 3. Hawa watoto wanastahili kucheza, wanastahili kulishwa vizuri ili wapate ile transition from home to school. Yeah. Kuna jamaa mmoja hapa ameandika Kiingereza kama Kijaluo. Please consult widely, don't just rush things. Changes needs wide consultation. Lazaro fundi radio Kariobangi. Alafu kwa simu kuna Lilian Limo kutoka. Lilian, hujambo?
Hello, Lilian Limo kutoka Iten. Yes. Habari ya Iten? Iten ni mzuri. Karibu sana. Changamka Lilian. Hapo Iten kuna baridi ama kuna joto? Kuna joto. Asante sana. Sasa unasemaje kuhusu mdahalo wa leo kuhusu mambo ya mtaala? Kuhusu mtaala wa leo, nimepinga kwamba ni jambo nzuri mkibadilisha. Ndio. Na pia ninaona kwamba 844 sasa inarudi vile ilivyoanza mwanzo. Kwa sababu ilianza na hizo subjects. Hizo art and craft hizo. Kama science. Ndio. Art and craft and all those. Ninaona zinarudi. Ndio. Na itasaidia wanafunzi wetu. Na jambo ambalo ningependa kuuliza ni kwamba kama wanafunzi wa special schools, let's say the deaf, the blind, the physically. Very good. Nimesikia pila watu wanaongea, lakini sijaona ni wapi ambao wanachukulikiwa. Hujasikia pale ambapo special schools walipo, si ndio? Sijasikia kwa sababu hata wakati huu tunapokuwa kwa special schools utapata kwamba hawana syllabus, hawana adapted syllabus. Kupata walimu tu wanashughulika na ile syllabus ya 844, ndio kupata yale ambayo wanafunzi wanaweza kuishika. In fact, Lilian, hilo swali lako ningependa tulijibiwe moja kwa moja hata kabla wakati bado uko hewani. Asante bwana. Masuala ya hawa jamaa wa special needs bwana. Wale jamaa wa special needs. The mentally challenged also. Mentally challenged, Yeah, unapata mentally challenged wamewekwa wako tu mashule, hawana ile syllabus. Tumepewa kweli syllabus ya mwelekeo. Ndio. Lakini utapata hatuna hata vitabu. Ambapo baada ya kupata kenye unafunza unashughulika wewe mwenyewe kupata yale utafunza. Na utaona kwamba hata transition yao imekuwa ngumu sana. Shukrani sana. Wewe ni mwalimu unaonekana? Mimi ni mwalimu. Nilijua tu wewe hiyo sauti yako ni ya mwalimu. Very good. Ndio. Asante sana mwalimu Lilian Limo kutoka Iten. Moja kwa moja tumujibu mwalimu Lilian, kwa mabadiliko ambayo tuko nayo wakati huu, unlike yale ya kitambo ambako tulikuwa tunatengeneza ile syllabus alafu kunakuwa na wakati ambapo watu wanakuja sasa kufanya adoption to special needs, wakati huu zitatengezwa wakati mmoja. Wakati tunatengeza hii ya wanafunzi wa kawaida, wale ambao ni specialists wa special needs pia wanatengeza ile ya special needs. Na pia zile vitabu zao ambazo watatumia na kila kitu. Nataka pia nimjibu yule bwana ambaye alizungumza kuhusu vitabu. Ndio. Manake kwanza lazima ajue hata sisi pia ni wazazi. Ndio. Na katika hii inji kuna kitu tunaita textbook policy. Yes. Kwamba wakati vitabu zinaletwa kule Kenya Institute of Curriculum Development, tunachagua zile ambazo zinaweza tumika kwa shule. Lakini kila shule inaamua ni kipi ambacho watatumia kama main text na ni kipi kitakuwa supplementary. Jambo ambalo nimefanyika kila mara ni kwamba kama wale wazazi ambao wanapeleka wanafunzi kwa private schools, unapata wakati mwingine wanapewa list yote, wanaambiwa nendeni mnunue hizi vitabu. Lakini hiyo sio policy ya serikali. Sababu serikali inataka sana cost ya education iwe chini ili wazazi waweze kupeleka watoto kwa shule. Kabla hajasahau, kuna mtu hapa ameuliza, kuna mtazamaji mmoja mzuri sana ambaye anafuatia kwa karibu sana. Alisema kwamba jina lake hajataja, lakini amesema please expound on implementation. When and which current classes will begin this new system? Sasa kumjibu hilo swali la implementation ni kwamba kuna hii kongamano ya Jumatatu. Ndio. Hii kongamano ya Jumatatu ni kuuzia Wakenya wote na wale washikadau wajue huu ndio mfumo ambao tunataka uwe kwa hii nchi ya Kenya. Kisha tukitoka pale kutakuwa na wakati ambako kutakuwa na zile panels ambazo zitaitwa kuja kuandika ile curriculum yenyewe. Yes. Wakimaliza kuandika tunatarajia kwamba kufikia Mei kutakuwa na ile tunaita pilot. Tutachagua shule kadhaa ambako hii mtaala itajaribiwa pale, na ukishajaribiwa basi aswa ule wa early years, pre-primary 1, pre-primary 2 and then grade 1, 2 and 3. Tunatarajia kwamba unaweza kuwa implemented mwaka wa 2018. Alafu kutoka hapo sasa tutakuwa tunawaeleza Wakenya
hizi zingine zitakuwa implemented wakati upi, ili tuwe na smooth transition kutoka kwa darasa moja hadi nyingine ya wanafunzi. Jonathan, tukimalizia kipindi kinaelekea ukingoni, kuna huyu anasema kwamba katika mfumo huo mpya wanafunzi wafunzwe sheria ya Kenya, penal code laws of Kenya, ndiposa tuwe na vizazi vijavyo wanaoheshimu sheria na kupunguza uhalifu. Kwa mfano sasa ile maneno ya nini, ile masuala ya Maseno, ni mambo ya kutojua, na alivyosema mtazamaji mmoja kwamba wazazi hawawajibiki. Sasa walimu wa sasa wana mzigo mkubwa, kwa sababu yafaa uwe mzazi alafu tena uwe mwalimu. Sasa hapa jamaa anasema kwamba angependa penal code laws of Kenya zifundishwe hizo katika mtaala, si kama ningependa kuchangia hapo kusema ya kwamba tulisema huu mfumo unazingatia sana mambo ya values and competencies. Yes. One of the values that these children will be expected to be instilled in them is citizenship. To understand that they are citizens, to understand that they belong to this country. Plus many other values that they will learn. So vile anasema hivyo, ni vile atungeweza kutacha kila jambo lenye linapatikana katika hiyo, lakini kwa values we have citizenship, we have honesty, we have all those values that children will learn from the lowest level. Kuna huyu anasema kwamba mfumo si tatizo, bali ni yale yanayofunzwa. Kubadilisha majina kutoka class au grade hakufanyi elimu kuwa bora. Kwa upande mwingine hili litakuwa gharama kubwa kwa wazazi. Hajataja jina lake, lakini hoja nzuri sana. Unajua hapa the way we are discussing here, we are bound by the time. Kwa hivyo hatungeweza kutaja kila darasa, for example katika chekechea ni masomo yapi watasoma, katika junior or senior secondary ni masomo yapi, lakini watakapo angalia katika website ya KICD, I think wamepost there, they'll be able to see even the different subjects that have been given to different levels, and they will realize there is a lot of change. For example, community development is one of the across the board, right from shule ya chekechea, kusaidia watoto waanze kujifunza ni jinsi gani wata take care of their environment. You see, you walk around, you will see litter everywhere. Yes. But from the lowest level, children trained that when you use something, you have to put it in a dustbin, or you don't have to throw it. You know, that's making your community to be. So these are some of the specific things that they can be able to look at the website of Kuna hili swali hapa. I'm Silas Bartilol. I'm in Eldoret. My question is about teachers. We find that many primary school teachers are many. So that what will you do to them? Will others be posted to junior secondary schools? Labda TSC ndio wangetuambia ama. Ni swali ambalo tunaweza kujibu ya kwamba Teacher Service Commission iko na database ya walimu. Ndio. Na Teacher Service Commission ni wale ambao wako kwa technical committee yetu. Yes. Kwa hivyo kuko na capacity building ambayo itafanyika, lakini kwa sababu wanajua ile uwezo ya walimu wao. Tunajua ya kwamba kuna wale walimu ambao hata wako primary school, lakini wengine wana master's degree. Kwa hivyo kama hao Teacher Service Commission inaweza sema hao wanaweza funza katika senior secondary na bado watafunza. Kwa hivyo hiyo itakuwa kazi ambayo Teacher Service Commission itafanya kuhakikisha ya kwamba kuna ule usawa na walimu kulingana na uwezo wao na zile competences zao wataweza pewa nafasi ili wafunze pale mahali ambako wanafaa kufunza. Tukimalizia, ndugu Wesaya, ningependa kumalizia kipindi kwa utuelezee kwa mtazamo wako, Wakenya waukumbatie mfumo huu ama wasikumbatie? Swali gumu, siwezi lijibu kwa niaba ya Wakenya milioni 42 na zaidi, lakini kwa mtazamo wangu, na nitazungumza kama mzazi na mwalimu, nasema kwamba ni mabadiliko ambayo yamekuja wakati mzuri. Wakati ambapo bado tuna miaka mingine 13 hivi kuelekea kwenye malengo yetu ya mwaka 2030. Tunapobadilisha pia sisi tubadilike kama wazazi na washikadau. Pale nyumbani 70% ya rasilimali zote zinaekezwa kwenye elimu. Ni vipi hatuna mjadala pale nyumbani kila siku kuhusu elimu,
lakini tunapata nafasi ya kujadili vile kiberiti kimetumiwa, mafuta taa na mafuta ya kupika. Ni wakati umefika sasa wa Kenya kama wazazi tubadilike na tujadili yale yaliyo ya umuhimu kwa watoto wetu sasa na vizazi vijavyo. Asante. Ningependa daktari umalizie kwa kutueleza kwamba je, ni kina nani ambao watakuja pale katika pale KICD siku ya Jumatatu? Tutegemea kina nani? Siku hiyo itakuwa namna gani? Ni wasikadau katika elimu, government agencies watakuwa. Waziri Matiang'i atakuwepo. Kuanzia hapo. Civil society organization. Mbona hujajibu Matiang'i atakuwa? You see now KICD will be able to say the specific person who will be there. But let's go to him. Ni washikadau wote wa elimu katika nchi hii ya Kenya. Ndio. Mwanzo kutakuwa na waziri mwenyewe pale, kisha tunatarajia ya kwamba wale wawakilishi wa walimu wawe pale, wale TSC, NAT na KUPPET. Tunatarajia wawakilishi wa Teacher Service Commission wawe pale, Kenya National Examination Council, religious organizations waje pale, zile organizations ambazo zinahusika na masomo katika nchi hii kama civil society groups, wengi watakuja pale. Bila kuwasahau wale ndugu zetu ambao wako na changamoto za kusikia, wote watakuwa pale. Wote watakuwa pale. Wamealikwa wote. Kwa hivyo tusimwache yote nje. Kwa hivyo hakuna yoyote ambaye anawachwa nje. Dini zote itakuwa hapa KICC. KICC. Yes. Sio KICD. Sio KICD. Basi mtazamaji, tumekuwa na mdahalo mzuri tu na wageni wangu katika studio ambao ni wachambuzi, wachanganuzi wa masuala ya elimu kuhusiana na mambo haya yanayokuja, mabadiliko yanayokuja makubwa sana katika mtaala mzima wa elimu. Umesikia wewe mwenyewe, basi siku ya Jumatatu basi uwe makini sana usikie kwamba je, ni yapi ambayo yameafikiwa, je, wamefikia maazimio yapi pale katika ukumbi wa KICC, watakuwa wanazungumzia nini? Ukweli ni kwamba 844 iko njiani inaenda. Jina langu ni Franco Tieno, mtangazaji mwenzangu wa lugha ya ishara alikuwa ni William Sila. Kwaheri.